Tumbo la chini na kitambi ni matokeo ya kula chakula chenye wanga mwingi, hasa wanga ambao umekobolewa. Mfano, unakula wali mweupe, kula ugali wa sembe mara kwa mara, ulaji wa vitu vinavyotokana na ngano ambayo imekobolewa, mikate mieupe. Hivi vyote vinaweza kusababisha unapata tumbo la chini au kitambi. Lakini pia kwa wanawake baada ya uzazi anaweza akapata pia tumbo la chini au tumbo kuwa kubwa. Jambo lingine ni kula usiku baada ya saa 2 na kuendelea. Watu wengi tuna tabia ya kula saa 3, saa 4, alafu tukimaliza tunaenda kulala. Ni kwamba chakula kinakuwa hakisagwi, yani hakimeng'enywi vizuri, kwa hiyo inapelekea kuwa na kitambi. Chakula kinakaa vizuri sana kwenye mfumo na kwenye tumbo, alafu kinapelekea kuzalisha mafuta mengi na kwenda kutunzwa kwenye tumbo na sehemu mbalimbali za mwili, na hii inasababisha tumbo na kitambi. Lakini pia hali nakula tumechelewa, bado tunakula vyakula vizito vyenye mafuta mengi, na pia tunakula chakula kikubwa sana na chakula kigumu. Imagine mtu anakula ugali usiku, ugali mkubwa, anakula wali, chapati za kusukuma. Hivi vyakula vyote lazima vikusababishie kitambi. Sasa ili kuweza kuondoa kitambi au tumbo la chini, hakikisha unapata juisi ya mchanganyiko wa tango, limao, tangawizi, karoti na spinach. Hii ukunywa asubuhi na jioni kila siku walau kwa siku 15 hadi 35. Lakini pia upate mwongozo wa lishe. Na jambo lingine, tunaendelea na mwongozo wetu wa lishe wa siku 30 za kuondoa sumu mwilini, kwa sababu tukishaondoa sumu mwilini zitatusaidia kuimarisha homoni na kuzuia uzito unaotokana na homoni. Lakini pia itatusaidia kuweza kumeng'enya chakula vizuri na kuzuia mafuta kwenda kujitunza na kutengeneza kitambi. Leo ni siku ya 23 ya challenge yetu ya kutumia C24/7 na Liver Care ili kuweza kutoa sumu mwilini, ambapo tunatumia kidonge kimoja asubuhi. Soma caption kujua faida zake, na ili kupata tiba hii dozi ya mwezi ni shilingi 192. Nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo chini, lakini pia usisahau comment neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo ya lishe bure.